Karibu sana kwenye Gospel Song Commentary. Na leo tutakwenda kutafakari wimbo ambao unagusa mioyo ya wengi sana, unaoenda kwa jina la Mwana. Wimbo huu umeimbwa na mtumishi wa Mungu Paul Clement akishirikiana na mtumishi wa Mungu Joel Lwaga. Wimbo huu unatukumbusha kwamba kuwa mwana wa Mungu haitegemei wala haitokani na mazingira tulionayo. Kuwa mwana wa Mungu haitokani na hali tulionayo. Kuwa mwana wa Mungu haitokani na mafanikio tulionayo. Bali kuwa mwana wa Mungu ni matokeo ya imani tulionayo katika Kristo Yesu. Mimi kuwa mwana wa Mungu haitokani na kugeuza jiwe kuwa mkate, japo naweza kuli. Wimbo huu unaanza kwa kueleza jaribu ambalo Yesu alipitia na majaribu mengine ambayo Yesu alipitia na matukio mengine ambayo Yesu aliyapitia katika maisha yake hapa duniani. Ilizungumzia jaribu ambalo Yesu baada ya kutoka kufunga kwa siku 40, Ibilisi alipomjia akijua Kristo ana njaa, akamwambia aweze kubadilisha mawe kuwa mkate. Yesu yuko juu ya gorofa, anamwambia aweze kujitupa chini. Lakini Yesu hakuhitaji kuthibitisha kwamba yeye ni mwana wa Mungu kwa kufanya yote hayo, kwa sababu tayari Baba wa mbinguni alikuwa ameshamthibitisha Kristo kwamba ni mwana wa Mungu. Hapa ndipo somo kubwa linapojitokeza. Kuwa mwana wa Mungu hakupimwi kwa vitendo, hakupimwi kwa matendo, haikupimwi kwa kipi tunaweza kukifanya au kipi hatuwezi kukifanya, bali kuwa mwana wa Mungu kunapimwa kwa neno la Mungu. Maana neno la Mungu limekwisha kusema. Tukisoma katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 1 na mstari wa 12. Biblia inasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Sura hii inaanza kwa kuzungumzia neno, kwamba neno akafanyika mwili. Kwa Kristo alikuwa neno, ni Mungu akafanyika mwili. Kwa tuliomwamini tumepewa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio tunaoliamini jina la Yesu Kristo. Kwa neno linatuthibitisha kwamba sisi ni watoto wa Mungu, sisi ni wana wa Mungu. Hatuhitaji kufanya matendo fulani ili tuweze kuthibitishwa kwamba sisi ni wana wa Mungu. Yesu hakuhitaji kubadilisha jiwe kuwa mkate ili athibitishe kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Lakini uwana wake kwa Mungu ulikwisha kuthibitishwa na Baba mwenyewe, na uwana wetu kwa Mungu umekwisha kuthibitishwa na neno la Mungu baada ya sisi kuamini Kristo, naye akatupa uwezo, na huo uwezo umetupa kufanyika watoto wa Mungu. Wimbo unasema, nikipita jangwani mimi bado mwana. Hata nikipita kwenye mazingira magumu, mazingira ya upweke. Jangwani hakuna kitu, hakuna miti, hakuna nyumba. Ni sehemu iliyo tulivu ya upweke. Kwa hata kama nikiwa mpweke, mimi bado ni mwana wa Mungu. Hata kama ninaona kwamba maombi yangu hayajibiwi, mimi bado ni mwana wa Mungu. Hakuna jambo ambalo linatokea ama lisitokee litakalothibitisha kwamba mimi ni mwana wa Mungu ama sio mwana wa Mungu. Maadamu nimemwamini Kristo, amenipa uwezo wa kufanyika mwana wa Mungu. Maadamu neno la Mungu limesema mimi ni mwana wa Mungu, hiyo inatosha. Ijapokuwa ninapita katika hali tofauti tofauti jangwani, ijapokuwa ninapita katika upweke, ijapokuwa ninahisi ninaomba, ninafanya maombi, ninamuomba Mungu lakini naona kama sijibiwi, katika hali hiyo pia mimi bado ni mwana wa Mungu. Tukisoma katika kitabu cha Warumi sura ya 8 na mstari wa 17. Mungu hasemi utakuwa mwana ukifanikiwa. Hasemi hivyo, anasema wewe ni mwana kwa sababu umeamini. Haui mwana kwa sababu umefanya jambo fulani. Mungu hasemi hivyo. Mungu hasemi utakuwa mwana kwa sababu umefanikiwa. Hapana. Mungu anasema utakuwa mwana kwa sababu umemwamini, kwa sababu umeamini, kwa sababu umemwamini Kristo, ndipo utafanyika mwana wake Mungu. Warumi sura ya 8 na mstari wa 17 Biblia inasema hivi:
Na kama tu watoto, basi tu warithi, warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo. Naam, tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Kwa kama sisi ni watoto wa Mungu, basi tunarithi pamoja na Kristo, na hivyo pia tutatukuzwa pamoja na Kristo. Tutarithi pamoja na Kristo na tutatukuzwa pamoja na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Nikipita jangwani, nikipita kwenye moto mkali, nisipona njia. Wimbo unasema mazingira hayathibitishi hilo, mimi bado mwana. Kwa hiyo mazingira tunayopitia, mazingira unayopitia, hata kama ni magumu, wakati mwingine mazingira tunayopitia yanakuwa hayaendani na kile ambacho neno la Mungu linasema juu yetu, hayaendani na kile ambacho Mungu anakuwa amesema juu yetu. Lakini mazingira hayo hayathibitishi kwamba sisi sio watoto wa Mungu, bali kinachothibitisha ni neno la Mungu. Kinachothibitisha ni ile imani yetu kwa Mungu. Kinachothibitisha ni ukweli wa kiroho kwamba sisi ni watoto wa Mungu, wala sio mazingira. Kwa hiyo Mungu ndio ametupa sisi kuwa watoto wake, na hicho ndicho kinachothibitisha. Tusome kitabu cha Warumi tena, sura ya 8 na mstari wa 16. Tulisoma mstari wa 17, tusome mstari wa 16. Biblia inasema hivi: Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu wana wa Mungu. Kwa hiyo utoto wetu wa Mungu, wana wetu wa Mungu, hauthibitishwi na mazingira magumu au mepesi tunayopitia. Mazingira yakiwa magumu hayafanyi kwamba sisi sio wana wa Mungu. Mazingira yakiwa mepesi na mazingira yakiwa mazuri sana hayathibitishi kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Lakini Biblia inasema Roho wa Mungu ambaye ndio yuko ndani yetu, yeye ndio anayethibitisha kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Uthibitisho wetu kwamba sisi ni watoto wa Mungu ni wa kiroho, uko ndani. Roho anathibitisha ndani kwa ile imani na neno tuliloliamini. Tumemwamini Kristo ndani ya mioyo yetu, tukafanyika watoto wa Mungu. Hatukufanyika watoto wa Mungu kwa sababu ya mazingira kuwa mazuri au mepesi. Kuna nyakati nyingine ngumu tutapitia katika maisha kwa sababu fulani. Unakumbuka mtumishi wa Mungu Ayubu alipita katika mazingira magumu na majaribu, lakini haikumuondolea kwamba yeye sio mtoto wa Mungu. Alibaki kuwa mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Ukisoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 tena mstari wa 14, ukirudi juu pale, inasema hivi: kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa sisi wana wetu wa Mungu unathibitishwa ndani ya roho zetu, ndani ya mioyo yetu, na unathibitishwa na Roho wa Mungu mwenyewe anayekaa ndani yetu. Kwa hiyo tunaomwamini Roho wa Mungu, sisi ndio wana wa Mungu. Haijalishi mazingira kwa wakati huu ni mazingira ya namna gani. Neno linasema sisi ni wana wa Mungu kwa sababu Roho ndio yuko ndani yetu. Tumemwamini na yeye ndio anathibitisha, na tuliomwamini Roho wa Mungu, sisi ni wana wa Mungu. Wimbo unasema hivyo. Wimbo huu ni mzuri sana. Nikushauri baada ya kusikiliza neno hili, baada ya kusikiliza uchambuzi huu wa wimbo huu, nenda kasikilize tena wimbo huu. Uwimbe ukitafakari. Utakutia nguvu na kukupa ujasiri na kukukumbusha kwamba haijalishi mazingira yoyote unayopitia, wewe bado ni mwana wa Mungu. Paul Clement anaimba, nina uhakika nimefanyika. Uhakika nilionao ndani yangu, uhakika wa Roho ambaye anathibitisha ndani yangu kwamba mimi ni mwana wa Mungu. Huo ni uhakika wenye nguvu sana. Uhakika ninao kwamba mimi ni mwana. Huu ni uthibitisho wa mtu anayejua amesimama wapi kiimani, kwamba ana uhakika yeye bado ni mwana wa Mungu. Na anayetoa ushuhuda huu kwamba wewe ni mwana wa Mungu ni Roho Mtakatifu peke yake ambaye yuko ndani yako, ambaye yuko ndani yangu,
ambaye yuko ndani yetu. Yeye pekee anathibitisha kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Sio mazingira, sio uwezo, sio watu, sio chochote. Ni Roho Mtakatifu aliye ndani yetu. Ni neno la Mungu limethibitisha. Wimbo unasema, nikiwa matopeni mimi bado mwana, nikiwa kwenye mavumbi, nikiwa nimeanguka chini, mimi bado ni mwana. Wimbo huu unatukumbusha juu ya Mungu alivyo ni Mungu wa rehema. Hata kama tumechafuka, hata kama tumeanguka chini, hata kama tumekuwa wadhaifu kwa namna fulani, Mungu haangalii udhaifu wetu. Sisi bado ni watoto wake. Mungu yeye bado ni Mungu wa rehema. Mungu hatutupi. Unakumbuka mwana mpotevu, habari ya mwana mpotevu. Mwana mpotevu aliondoka, akaenda nchi za mbali. Alitapanya mali, alijichafua sana huko. Lakini aliporejea kwa baba yake alivyomchukulia, alimpokea kwa moyo wa rehema, moyo wa upendo, moyo uliofunguka kabisa, kana kwamba ni kitu kipya kabisa. Biblia inasema mchungaji wa kondoo anaacha kondoo 99, anaenda na mtafuta mmoja aliyepotea. Na akimpata yule mmoja aliyepotea, ni furaha ya ajabu kwake. Kwa ni kama mwana mpotevu. Tujapopita katika matope, tujapoanguka katika matope, tujapoanguka katika vumbi, Mungu ni wa rehema. Mungu anatusamehe. Mungu anatuthamini. Bado sisi ni watoto wake. Baba wa yule mwana mpotevu hakusema umetoka wapi, hakuangalia wapi ametoka, bali alimkumbatia, akambusu, akafurahi, akasema mwanangu umerudi, njoo hapa. Akamkumbatia, akampokea, akamkaribisha kwa moyo wa furaha na moyo wa upendo. Mwanangu njoo hapa, mwanangu umerudi. Hakuangalia ametoka wapi, alikuwa katika hali gani. Na naamini kabisa mwana mpotevu aliporudi, maana mazingira ya mwisho alikuwa nao ni mazingira magumu, mazingira ya kula na nguruwe, chakula cha nguruwe, na kulala kwenye zizi la nguruwe. Ninaamini kabisa alirudi amechakaa, alirudi mchafu, inawezekana ananuka kabisa. Hatujui hali ya mwili wake, labda alikonda. Lakini baba hakutazama hayo, alimkumbatia, akamkaribisha, akasema mwanangu karibu, mwanangu umerudi, mwanangu njoo hapa. Baba alifurahi. Baba akamchinjia mfugo, akafanya sherehe. Mungu ni wa rehema. Katika hali zozote tunazopitia, bado sisi ni wana wa Mungu. Luka mtakatifu sura ya 15 na mstari wa 20. Tusome hapo habari ya mwana mpotevu kidogo. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona, akamuonea huruma. Akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Akamkumbatia, akambusu sana. Akafurahi baba. Akafurahi mtoto wake amerudi. Ndivyo Mungu ambavyo anatuona sisi tunapoanguka kwenye matope. Tunapoanguka tunakuwa hatutamaniki tena. Mungu ni wa rehema. Tunapomrejea, Mungu anatukumbatia tena, Mungu anatukaribisha, Mungu anatufurahia tena. Sisi tunabaki bado kuwa ni wana wake, tunabaki kuwa bado ni watoto wake, ni wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nikiwa matopeni, matope hayawezi kunichafua. Nijapokuwa mavumbini kwa sasa. Unapoendelea mwisho kule, wimbo unasema imeandikwa mimi bado mwana. Vitu vingine vinaweza kubadilika, mambo mengine yanaweza kubadilika, lakini kilichoandikwa kwenye neno la Mungu hakiwezi kubadilika. Neno la Mungu limeshaandika kwamba mimi ni mwana. Hicho hakiwezi kubadilika. Wewe, mimi, sisi tuliomwamini Kristo tumekwisha kufanyika wana wa Mungu,
na neno limekwisha kuandika na kuthibitisha hilo. Hilo haliwezi kubadilika, litabaki hivyo siku zote, kwamba sisi ni wana wa Mungu. Kwa wewe ni mwana wa Mungu, mimi ni mwana wa Mungu, si kwa matendo bali kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Basi tuombe. Bwana Yesu, tusaidie kuishi tukiwa na uhakika huu wa kiimani. Kila siku tuseme kwa ujasiri kwamba mimi bado ni mwana. Asante kwa kutufanya wana wako. Asante kwa kutufanya watoto wako, si kwa matendo bali kwa neema yako. Katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, naomba na kushukuru. Amen. Mungu akubariki. Tuonane tena wakati mwingine katika Gospel Song Commentary. Uwe na siku njema, uwe na wiki njema katika jina la Yesu. Amen.